Huwezi kuniambia wewe ni polisi ndio unayeteka wananchi, unajiita Interpol, sawa? Unateka yaani wewe Interpol mzima unaenda kuteka mtu ambaye hana hata rungu, hana hata jiwe, hana hata panga. Wewe utakuwa ni Interpol, utakuwa ni mpumbavu. Wewe ni mpumbavu wa mwisho. Unajitapa mbele ya wanaume kwamba mimi ni Interpol, unaenda kuteka mtu ambaye hana silaha. Interpol, kama unataka kuteka, nenda kateke mtu mwenye silaha. Kitu hapo mnasumbua wananchi, mnajifanya nani? Mnajifanya askari, unakuja kuteka wananchi ovyo ovyo. Unateka mtu ana bunduki, unateka. Nenda huko kapigana na wanaume wenzio kama wewe kweli mwanaume. Kama unaweza kupigana na unaijua bunduki vizuri, nenda Urusi. Au subiri yale ya Urusi yaje hapa afu tukuone. Utafanya nini? Ndio rais wa Tanzania mpya. Kwa hiyo ninapokaa kwa nafasi yangu kama kiongozi, kama rais, sawa, kuna adhabu ambazo Mungu anaziachilia, mimi nazizuia, sawa. Kwa hiyo inabidi nitoke, nikae pembeni kwanza kwenye hii nafasi, ili hao waovu wanaojidai kwamba nafasi hii ni ya kwao tuwaache waikalie, alafu tuone kama wanaweza kusimamisha hasira ya Mungu. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Nakukaribisha, karibu twende pamoja siku nyingine tena ya leo. Amen. Rais wa Tanzania mpya Nabii Musa, niko hapa. Karibu sana. Amen. Leo nataka nikwambie mambo 6 ambayo yanafanyika au yanaendelea kufanyika au yanapangwa kufanyika, lakini katika mambo 6, mawili yamekwisha fanyika, mawili sitakwambia, mawili nitakueleza. Amen. Katika mambo 6, mawili yamekwisha timia, mawili sitakwambia, na mawili ndiyo nitakayokuambia. Amen. La kwanza ni kuhusu habari ya ushindi juu ya Tanzania mpya. Hilo nimeshakwambia, limeshatimia na nimeshakwambia. Amen. La pili ni sitakwambia, na la 4 sitakwambia. Kwa nini sitakwambia? Kwa sababu wanajifanya ni majeuri, lakini wanatusikiliza na wanafanya kile tunachokisema. Wanashindana na unabii. Ukiwaambia nimeona Mungu ameonyesha watafanya hivi na hivi, wanafanya nini? Wanajifanya kushindana kwamba hamna kufanya, tukifanya itaonekana maneno yake yametimia. Umeelewa? Sasa haya tutakuwa tunayaacha hivi hivi ili waendelee kuyafanya, sawa? Waendelee kuangamia na kuangamia kwao, sawa? Kwa hiyo hii la pili na la 4 sitakwambia. La 3 ni kuhusu watu wanaotaka kuvaa uhusika au nafasi ya Nabii Musa. Kuna watu wanataka kuvaa uhusika au nafasi ya Nabii Musa au kukaa kwenye nafasi ya Nabii Musa, sawa? Hao watu wapo kama wanavyojua tena, sawa? Watu wako kwa ajili ya kupiga pesa, sawa? Wakishajua tu kwamba hapa tutapata pesa, na wao wanakuja wanaibuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo wapo, si tunawaona, sawa? Yaani mimi ninawaona, ninawatambua. Kwa hiyo kuna mambo haya mawili katika jambo hili la 3, sawa? Kuna mambo haya mawili juu ya watu hawa ambao wanavaa nafasi
au anataka kujiweka Nabii Musa. Sawa. Utakuja kusikia tu Nabii Musa amekuwa wengi, mimi ni Nabii Musa, mimi ni Nabii Musa. Utakuja kusikia tu kama ule wa Kenya, Nabii Musa wa Kenya ule anasema Nabii Musa na Elia, asijui siku hizi alishiaga wapi. Amen. Kwa hiyo hao wapo, tunaomba mtuvumilie, sawa, kwa sababu kuna wakati inabidi tunyamaze kimya, sawa, ili kuacha hao ambao wanataka kukaa kwenye nafasi ya Nabii Musa au kuchukua nafasi ya Nabii Musa waende. Yani sisi kwa sababu sisi tunavyoenda tunakuwa tunaenda nao, sawa. Kwa inabidi sisi turudi nyuma kwanza, tukae pembeni, tuwaache wao wafanye nini, waingie, alafu tuone watakapoishia, sawa. Watakapoishia, wakishindwa, sisi tutakuja na ndio tutakuja kukuonyesha sasa kwamba Nabii Musa ni Nabii Musa na yeye ndio ametumwa na Mungu, sawa. Unasikia vizuri? Kwa hiyo tunatakiwa tukae pembeni, tunyamaze kimya. Hilo la kwanza, tunataka tukae kimya ili kuwapisha hao watu. Alafu pili, tunataka tukae kimya ili kupisha upanga na adhabu ya Mungu ifanyike, sawa. Kumbuke mimi ndo Nabii Musa na ndio rais wa Tanzania mpya. Kwa hiyo ninapokaa kwa nafasi yangu kama kiongozi, kama rais, sawa, kuna adhabu ambazo Mungu anaziachilia, mimi nazizuia, sawa. Nazuia. Ninapozuia, hawa waovu wanaendelea kujitamba, sawa. Kwa hiyo inabidi nitoke, nikae pembeni kwanza kwenye hii nafasi, ili hawa waovu wanaojidai kwamba nafasi hii ni ya kwao, tuwaache waikalie, alafu tuone kama wanaweza kusimamisha hasira ya Mungu. Yaani sisi tunajifanya hatupo tunajifanya hatupo, sawa. Hilo la tatu, wanaojifanya kutaka kukaa kwa nafasi ya nabii. La nne nimesema sitakwambia. La tano na la sita. La tano na la sita. La tano na la sita ni vinafuatana na vingine vimekwisha tokea, sawa. Kwa hiyo la tano ni katika vile ambavyo vimekwisha tokea, la sita ni katika vile ambavyo vinavyokuja, sawa. La tano katika mkakati ule upangwa au unaopangwa. La tano ni serikali ya Samia inajaribu kutengeneza, kujisafisha na kujitakasa, kujifanya weupe, sawa, ili kupata nafasi kwa wananchi, ili watimize lengo lao, sawa. Kuna lengo ambao wanalitafuta, yaani hawa jamaa wanamtafuta mtu anaitwa Nabii Musa, sawa, rais wa Tanzania mpya, ndio wanayemtafuta kwa siri na kwa mipango mingi. Kwa hiyo wameshagundua kwamba kwa njia zote zimeshashindikana, njia zote za kiharamu na kiharamia zimeshindikana. Kwa hiyo wanachokifanya sasa ni kujifanya wasafi, ni kujifanya watakatifu, sawa, ili waweze kumfikia Nabii Musa, sawa. Maana yake nakwambia hivi, sawa, wenyewe wanajua wanachokutana nacho huko, na huko wanapokaa na wanapanga, kila wanachokipanga mimi nakiona, najua, sawa. Kwa hiyo wanataka kujifanya weupe ili waweze kufanikisha jambo lao, sababu Nabii Musa rais wa Tanzania mpya ni mtakatifu, mweupe, ni nuru inayoangaza. Kwa hiyo wewe ukija na mauchafu yako yanaanikwa hadharani, yanaanikwa wazi. Kwa hiyo wanataka kujifanya kwamba ni wasafi ili waweze kuifikia nuru. Amen. Yaani waje bila uchafu. Sasa kwa hili limeshaonekana, na kwa namna ambavyo
wanafanya kwa ajili ya jambo hili hawatakaa wafanikiwe, yaani hamtakaa mfanikiwe. Jambo hili wanalifanyaje? Sawa, mojawapo ni kama hili. Umesikia ya kwamba wanasema polisi ndio wanaoteka watu, sawa. Umesikia Samia anasema tuliua waandamanaji kwa sababu walikuwa wanataka kupindua serikali. Yaani mtu anajifanya ninaomba msamaha, huku nyuma ameficha panga, sawa. Sijui unanielewa hivyo. Kwa usikia kauli ya kusema tumekiri makosa, tunaomba mtusamee, tuliua waandamanaji kwa sababu walitishia walikuwa wanataka kupindua serikali, polisi ndio wanaoteka watu. Lengo kwamba iko hivi, kwanza, sawa, yaani hawataki kukubali makosa, sawa, la kwanza hilo. Alafu la pili, wanajionyesha kwamba wao wanaweza. La tatu, wanatengeneza uhalali wa kuendelea kufanya uovu, sawa. Kwa maana kwamba serikali haina makosa, ila waandamanaji walikuwa wanataka kupindua serikali, ndio maana wameuawa. Polisi wanateka, ndio wanaoteka watu, ili muone kwamba utekaji ni kitu cha kawaida. Kumbuke watu wanatekwa na walishatekwa na wengine wameshauawa na hawajulikani walipo mpaka leo, sawa. Naelewa. Sasa bado jambo linawarudia, kwa sababu ukisema wewe ndio unayeteka, wewe unateka kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuua, si ndio? Kwa ajili ya kuua na kuwapoteza watu. Kwa sisi tunataka ndugu zetu uliowateka na kuwaua. Huwezi kuniambia wewe ni polisi ndio unayeteka wananchi, unajiita Interpol, sawa, unateka yaani wewe Interpol mzima unaenda kuteka mtu ambaye hana hata rungu, hana hata jiwe, hana hata panga. Wewe utakuwa ni Interpol, utakuwa ni mpumbavu, wewe ni mpumbavu wa mwisho. Unajitapa mbele ya wanaume kwamba mimi ni Interpol, unaenda kuteka mtu ambaye hana silaha. Interpol, kama unataka kuteka, nenda kateke mtu mwenye silaha, kama alivyotekwa Maduro, yule ndio ametekwa, yule rais wa Venezuela, yule ndio ametekwa. Huwezi kuniambia unamteka mtu hana hata panga, afu unakuja kujitamba eti unateka mtu. Wewe ni wa kupigwa mawe tu, wewe ni kibaka kama kibaka wengine. Kuna mwizi, kuna kibaka, kuna jambazi. Mtu anayetekwa ni mtu mwenye genge. Unaelewa maana ya genge? Genge unalijua? Genge unalijua? Genge tunalifahamu. Ukienda masokoni kuna magenge, au mitaani kuna magenge. Yanafanya biashara gani yale magenge? Nyanya, vitunguu, karoti, si ndio? Genge linafanya biashara. Sasa kuna magenge ya wafanya biashara haramu. Mtu anafanya biashara haramu hadharani na anamiliki silaha na anatembea silaha hadharani na anaua hadharani. Yaani ni genge, sio mtu mmoja, yaani ni kikosi cha kigaidi. Sasa yule ndio anatakiwa ukapambane naye. Kwanza mtu unayemfuatilia mtu kama huyo lazima wakuue. Wakishakubali kwamba wanawapeleleza wanakuua. Kwa hiyo watu kama hao ndio watu wa kwenda kuteka. Kama wale Boko Haram, Janjaweed. Yale ndio magenge. Ukitaka kupambana nayo anakutwanga, yaani jino kwa jino. Hayo ndio magenge. Sasa huyo ndio unaweza kusema unaenda kumteka. Tu mmekosa kazi ya kufanya, mnafanya kazi ya kuteka wananchi. Nendeni Ukraine huko, nendeni Urusi kwa mkapigane vita kama mna hamu ya kupigana. Kama mna hamu ya risasi, nendeni Urusi huko. So mnakuja kuteka huko.
nani wananchi tu hapo mnasumbua wananchi, mnajifanya askari, unakuja kutekateka wananchi ovyo ovyo. Unateka mtu ana bunduki unateka, nenda huko kapigana na wanaume wenzio kama wewe kweli mwanaume. Kama unaweza kupigana na unaijua bunduki vizuri, nenda Urusi. Au subiri yale ya Urusi yaje hapa afu tukuone utafanya nini. Amen. Kwa hiyo huo ndo mpango kazi ambao upo sawa, na tumeshaona hayo yameshatimia sawa, wameshayaongea sawa, ambao yani kule kujisafisha. Kingine baada ya hilo, katika mawili kuna moja, katika matatu kuna moja limeshafanyika. Moja, nimeona askari wanajeshi wakijaribu kuwalazimisha watumishi wa Mungu watengeneze mahusiano ya polisi na wananchi. Yaani askari wanawalazimisha watumishi wa Mungu, wanalazimisha makanisa kuwaambia waumini wao kuwapenda polisi, maaskari. Yaani kuna hiyo kampeni sawa, aidha imeshaanza au haijafanyika. Achana hiyo ambayo nimekuelezea ya kujisafisha. Sasa hii ni kipande kingine, upande wa watumishi wa Mungu ambao ni kampeni ambayo sasa wanaiandaa. Unaona wanazunguka nchi nzima wanafanya kampeni kujisafisha. Sasa wakiona hali imekuwa si hali, bado hali ngumu, wataanza kuingia kwa watumishi wale ni makanisa makubwa, wale watumishi wakubwa walipe pesa ili waanze kuihubiri serikali badala ya Yesu. Sawa. Ili waanze kuhubiri mapolisi ni watu wazuri badala ya Yesu. Sawa. Na atakayekubali kufanya bado atakuwa ni mjinga wa mwisho na mpumbavu wa mwisho, kwa sababu hao serikali wanasema hawana dini. Hao serikali wanasema usichanganye siasa na dini. Yaani mtu anayesema usichanganye siasa na dini ni mpumbavu wa mwisho, yaani ni mtu wa mwisho. Kwa hiyo wewe mwanasiasa, unafanya siasa zako na wananchi. Je, wale wananchi hawaendagi makanisani? Hawana dini? Si wana dini na wanasali? Kwa hiyo wewe mwanasiasa utumie polisi kuua wanasiasa, wananchi ambao ni watu ambao wana dini zao na waenda makanisani na msikitini. Yaani wewe mwanasiasa ambao unasema huna dini, kwa hiyo waue wananchi hawa, sawa, ambao wana dini zao. Alafu sisi watumishi wa Mungu tusiongee. Kwa hiyo unafikiri dini ni nabii, ni mchungaji, ni padri basi. Leo ukisema dini unahusisha mchungaji, padri na nabii. Uhusishi waumini kwamba waumini ni wanasiasa. Cha mwisho, hili ndio lile tukio mojawapo ambalo limeshatokea si wapi huko. Mtu ambaye alikuwa amechukua bunduki akipigana na mwananchi ambaye alikuwa anapigana na polisi akijaribu kumnyang'anya bunduki. Hii tukio mlishaliona. Sasa hii ni la mwisho. Kwa hapa kuna pati mbili. Sawa. Katika hili wananchi wataanza kupigana kupambana na polisi. Achana nini nikwambia, wananchi wataanza kuwapiga mawe polisi. Sasa wananchi wataanza kupambana na polisi. Sawa. Ndio mojawapo hilo ambalo limekwisha kutimia tayari. Sawa.
Katika hilo hilo, wananchi wataanza kuwapiga polisi. Achana kuwapiga mawe, sawa? Achana na kupigana na polisi, kuwapiga polisi. Yaani wananchi wataanza kupigana na polisi. Tukio la kwanza tumeshaliona huko, aliyetaka kumnyang'anya polisi bunduki. Wataanza kuua mapolisi. Katika haya ndio tumeona lile ambalo limetokea la benki, mwananchi akijaribu kumnyang'anya polisi bunduki. Manake angeichukua, angeua polisi walioko pale na watoto walioko pale. Yaani iko hivi, Samia na watu wako, nyinyi ambao mko serikalini na kwenye polisi na wizara huko, mawaziri sijui, sawa, na rais. Yaani hivi, Tanzania na watu milioni 6. Tanzania na watu milioni 60. Usifikiri wewe kuwa rais una akili sana kuliko watu milioni 60 katika nchi nzima. Usifikiri wewe ni tajiri sana kuliko watu milioni 60 wapo katika nchi yako. Una wewe polisi, usifikiri wewe una haki sana kuliko watu milioni 60 walioko ndani ya Tanzania. Usifikiri una haki sana kwa sababu ya hilo vazi lako, ukafikiri una haki sana ya kufanya lolote kwa Watanzania milioni 60. Umepewa kazi, umepewa vazi kwa ajili ya uhalifu tu, na sio kwa ajili ya kila mtu. Usifikiri polisi 500 au polisi 5000 wana nguvu kuliko wananchi milioni 60. Sawa? Inaishia hapo na kwa seli hiyo, katika yale ambayo nimeyaona na yanaendelea, na mengine yamekwisha tokea, na mengine haya ambayo hujayaona yanakuja. Sasa yale ambayo mnatengeneza ili unabii usitimie, sasa yapo ambayo hamwezi kuyatengeneza kwa sababu hayako upande wenu, yako upande wa wananchi. Yaani yapo upande wa serikali mpya, hayako upande wa serikali yenu ya zamani. Shalom, Bwana asifiwe. Kwa habari ya watu ambao wanatuma mchango au sadaka au wanaohitaji kutuma kupitia hizi namba ambazo ziko hapa. Ukitaka kuwasiliana na mimi, tumia WhatsApp kwa hiyo namba ya Airtel inayoishia na 80. Namba zilizoko public ni kwa ajili ya michango na sadaka. Patikana kwa WhatsApp. Una maswali, unahitaji nini, wasiliana na mimi kwa WhatsApp. Maswali na majibu yako yanajibiwa hapa WhatsApp hapa.